Watu wengi sana huwa wanajiuliza kwamba mafanikio hutoka kwa Mungu ama jitihada binafsi. Lakini ukweli wajibu ni kwamba mafanikio ni kweli hutoka kwa Mungu, lakini inahitaji jitihada binafsi pia. Kwa sababu Mungu yeye ndio mwekaji wa kanuni za mafanikio. Mwanadamu yeye anakuja kuziishi hizo kanuni ili afanikiwe. Nitakutajia kanuni kadhaa za mafanikio ambazo unapaswa kuziishi ili ufikie unakotaka kufika katika lengo zima ya mafanikio. Lakini kabla tujaenda huko, lazima tujue kwamba nini maana ya mafanikio. Mafanikio ni ile hali ya kutimiza au kufanikisha malengo ambayo uliokuwa unajiwekea, aidha ya kifedha kwa maana ya uchumi, aidha kimahusiano na vitu kadha wa kadha. Lakini leo tutajikita zaidi katika mafanikio ya kiuchumi kwa maana ya mtu kuwa tajiri. Sasa katika kujikita huko tutaangalia kanuni za mafanikio. Zipi kanuni za mafanikio ambazo mtu anaweza akazitumia na akafanikiwa? Tunasema kanuni ya kwanza, tunasema kanuni ya malengo. Yaani lazima uweke malengo katika maisha yako. Tunaposema malengo, maana yake lazima utafute vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia au vikatumika kama daraja la kukufikisha katika mahitaji ama malengo ya maisha ambayo unataka kuyaishi. Na hapa tuweke sawa kwamba kuna utofauti kati ya malengo na matamanio. Yaani malengo ni yale mambo ambayo unayoyalenga au yatakayotumika kama daraja la kukufikisha katika matamanio yako. Kwa mfano kama biashara, muone ufugaji, kilimo, haya hapa tunaweka katika lengo ya malengo. Matamanio ni yale mambo ambayo unataka uyapate baada ya matokeo ya malengo. Yaani kwa mfano kutaka kumiliki gari, nyumba nzuri, haya sio malengo. Haya ni matamanio. Yaani kuna maisha unayataka, lakini mchakato wa kuyafikia haya mambo, aidha gari ama nyumba nzuri, mazingira mazuri ya kuishi, haya yote tumeweka katika swala zima la matamanio, sio malengo. Malengo sasa ni yale mambo ambayo yanatumika kama daraja la kukufikisha kule. Kwa hiyo kama akilini mwako umeweka hayo mambo, maana yake futa kwamba wewe una malengo. Anza kutengeneza mchakato wa malengo sasa. Weka malengo kwenye maisha yako, aidha ya kibiashara. Anza kujiuliza unataka kufanya nini ambacho kipigo kinaweza kukuletea wewe matokeo ya kifedha na kukuanzishia safari ya kukufikisha katika matamanio yako. Kwa hiyo kama unawaza kwamba gari, nyumba ni malengo, weka X, futa kabisa. Hapo kuna malengo, una matamanio. Kwa hiyo kanuni ya kwanza ndio hiyo, ni ya malengo. Lakini pia kanuni ya pili tunasema ni kanuni ya anza sasa. Unajua watu wengi sana wanaweka malengo, wanatamani kufanya vitu, lakini wanahisi bado hawajakamilika kuanza kufanya hivyo vitu. Kwa sababu kuna watu wanahisi mpaka waanze huenda wao na milioni 10 au 20, 30 au milioni 100. Hawajiamini katika hali tu ile ambayo wanayo, aidha tu kuwa salama kiafya ya kimwili, kiakili na kiroho. Wanatamani mpaka wao na kiwango fulani cha fedha, ndio wanafikiri kwamba nikishapata hiki kiwango wewe ndio nitaanza kutimiza malengo yangu. Lakini kiuhalisia, anza ulipo. Hata kama hauna chochote, hata kama hauna fedha yoyote, mtaji wa kwanza kabisa wa mwanadamu ni afya. Tunapozungumza afya, tunazungumza kwamba akili timamu, mwili, ukamilifu wa viungo vyote, mikono na miguu, na usawa mzima wa kiafya. Wewe ushakuwa na hizo hali tayari, tiketi ya wewe kuanza kutafuta mafanikio yako. Kwa sababu hivyo ulivyo ni baraka tosha na ni fursa kubwa. Kuna watu wanavyokuambia hawajapata hata fursa ya kuwa kama wewe ulivyo hivyo, kuwa na akili timamu, afya tele. Kwa mfano tu hata ukienda hapo Muhimbili sasa hivi hapo tunapozungumza, unakutana na watu ambao afya zao zimedorora. Mtu kalala kwenye kitanda miaka kibao, ndio unagundua thamani ya afya uliyokuwa nayo. Unagundua kwamba kumbe mimi nina thamani sana ya afya ambayo nimepewa. Unakutana pale na watu ambao akili zao ziko sawa, yani wamerukwa na akili, hawawezi
driver hawezi kujiendesha. Unajua thamani ya ufahamu na maarifa au ya akili uliopewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo safari halisi au safari unaweza ukaianzisha kupitia vitu hivi nilivyovitaja: akili timamu, afya kamili. Huu ni mchakato halisi unaweza kuutumia kabisa kuelekea mafanikio yako. Kwa hiyo kanuni yaanza sasa inakutaka usisubiri. Wapo waliosema kwamba muda ni mali, wapo waliosema kwamba muda ni pesa, lakini mimi nakwambia leo hii kwamba muda ni uhai. Yaani kadri unavyozidi kupoteza dakika moja, siku moja inapopotea, ndivyo unavyozidi kupoteza thamani ya kuishi hapa duniani. Na maana ulikuwa mtoto, sasa umekuwa, ulikuwa hauna ndevu labda, sasa una ndevu. Itafika hatua utakuwa na mvi. Ndio muda huo unazidi kwenda, na mafanikio ya mchakato, process, yanahitaji sana muda. Kwa hiyo wakati ni sasa, ndugu yangu. Anza hapo hapo ulipo, anza hivyo hivyo ulipo, usisubiri. Tumia muda huo ambao uliopewa katika kufikisha malengo yako. Lakini pia jambo la mwisho, jambo lingine tena tunasema kwamba katika kanuni za mafanikio tunasema imani thabiti juu ya uweza wa Mwenyezi Mungu. Tunapozungumzia imani thabiti juu ya uweza wa Mwenyezi Mungu, tunazungumzia zaidi swala zima la imani. Yaani mafanikio yote ili uyapate lazima uwe na empire aidha ya Mungu ama ya shetani. Lakini mimi nitajikita zaidi kuzungumzia imani thabiti juu ya uweza wa Mwenyezi Mungu. Sasa Mungu anahusika vipi katika maisha yako? Tunasema kwamba unapokuwa unamwamini Mungu katika safari yako hii ya mafanikio, Mungu yeye atakupigania kwa mambo yale ambayo yasiyoonekana. Kwa sababu kuna vita unaweza ukawa unaipitia isiyokuwa inaonekana kwa macho halisi. Kwa mfano tu mzuri tu, unakuta mtu unapambana sawa, umestay focus, una hustle, lakini unakuta kuna mambo yajitokeza mengi sana kama sehemu ya changamoto, majaribu. Unakuta umepata fedha, mara fulani anaumwa, mara mtoto anaumwa, mara mwenyewe unaumwa. Kwa hiyo unakuta kweli unapambana, lakini kile unachokipata chote huwa akikai. Yaani shetani anaachilia majaribu kwako ya kimaisha, unakuwa huna utulivu wa kifedha. Kwa hiyo aidha mama, dada, mdogo wako au familia yako kiujumla unakuta itulii, mara huyu anaumwa, mara tatizo hili, yani matatizo yanakuwa yaishi. Ile tunasema ulimwengu wa giza huko, tayari shetani anakupiga vita ili usifikie malengo yako. Sasa hii vita huwezi kuipigana wewe mwenyewe. Yaani vita hii wewe huwezi kupigana wewe, lazima kuna empire kusaidia, ambapo tunasema sasa hapo imani thabiti juu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu. Yaani lazima Mungu sasa ahusike kwenye maisha yako na namna gani sasa ya kupambania ili kwamba haya mambo yaondoke kwako, uwe na uwezo wa utulivu, uanze kupambana na kufikia malengo yako. Lakini katika kupitia huko haya yote kuna kanuni pia inasema kanuni ya uvumilivu. Uvumilivu na subira. Lazima uwe na subira. Yaani katika kupambana kwako usitake tu mafanikio ya haraka tu, kwamba unapokuwa napambana basi leo na kesho nipate matokeo ya haraka, kitu ambacho utakiwi kukitumainia. Mafanikio ni mchakato. Unatoka stage moja kwenda stage nyingine, na wakati huo unapambana huenda ukawa unapitia mambo mengi sana kama vikwazo. Katika hustling kuna wakati unateseka. Hapa unahitaji sacrifice. Yaani ujisacrifice, ujitoe kufa kupona ili kufikia malengo yako. Hauhitaji kurudi nyuma, hauhitaji kukata tamaa. Ndio ile kauli kwamba never give up, yaani usikate tamaa. Hivyo hizo ndio kanuni za mafanikio katika engo zima ya subira na uvumilivu. Na tunaposema swala zima la muda, tumia muda, tuna maana kwamba kwanza ukitaka kujua thamani ya uhai uliokuwa nao na afya uliokuwa nayo na uhuru uliokuwa nayo, tembelea maeneo matatu. Eneo la kwanza tunasema tembelea hospital. Mfano mkubwa tu kama pale Muhimbili pale, watu wanavyoumwa wamelala kwenye vitanda, utajua thamani ya afya uliokuwa nayo. Sehemu ya pili tunasema tembelea gerezani. Angalia watu maisha kule wanaoyaishi kule, hawana uhuru, ndio utajua thamani ya uhuru ambao uliokuwa nayo. Sehemu ya tatu
tunasema tembelea makaburini, angalia wale watu ambao wameshakufa wamelala chini ya ardhi, ndio utajua thamani ya uhai uliokuwa nao. Kwa hiyo kwenye hii dunia unapoishi lazima ujue kwamba umepewa nafasi, na nafasi hiyo huenda isijirudie tena na tena. Kwa hiyo lazima ukae chini utafakari unataka nini kwenye dunia na uanze kufanya nini, na utakiwi kupoteza muda, kwa sababu hii dunia ili ufanikiwe inakuhitaji sana wewe kuliko mtu mwingine. Kwa hiyo neno mafanikio kuna neno fani, kwa neno maendeleo kuna neno leo, anza leo. Kwa neno harakati kuna neno haraka, tumia muda. Kwa neno dunia kuna neno nia, dhumuni la wewe kuishi. Hauhitaji kupoteza muda, tumia muda kupambana.